Mimi kama governor wenu nimejitolea na nimesema kwenda mbele ile mipango yenye tutapanga, tutawaweka katikati ya hiyo mipango kwa kila jinsi, na tutahakikisha ya kwamba kila jambo ambalo linafaa kuwa linamfaidi mtu mwingine, hata wewe linakufaidi kama kawaida. Hayo mambo tumehesabu leo, kwa vile tulisema mambo mengi yote, ndio mnaona nimeandika kwa hiyo kitabu yangu. Tutaikalia moja kwa moja, na niwaambie hata sio kuanza, tutaanza, tumeanza. Mimi nilipeana amri wakati niliingia kwenye hii ofisi, nikasema, na asanti Madam President vile umesema, nikasema hata hizi mijengo zote tunajenga ndani ya kaunti ya Kiambu, jengo lote la umma lazima liwe linazingatia kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye ako na anaishi na ulemavu lazima aweze kuingia hiyo mahali. Nikasema hata barabara zetu mahali ya kuvukia lazima iwe namna hiyo. Nikasema hata madarasa, na nimefurahishwa na vile umesema Madam President, ndio nikakukumbuka ya kwamba hata hizi madarasa zetu tunajenga saa hizi za ECDE za nursery, tuanzie hapo, zinakuwa ziko na hayo mambo yote umetaja, kutoka daycare mpaka kuweza kuingiwa na watu wote walemavu. Hayo lazima yakue kwenye kazi zetu. Nataka niwaambie ndugu zangu na dada zangu ya kwamba tulikuwa tunazingatia, lakini sasa tutazingatia zaidi. Hiyo hesabu tumefanya, hata mimi nakubali haijatosha, lazima tutaongeza hiyo hesabu, ndio tuone ya kwamba kwa kila department yetu, na kwa vile county secretary wetu wako hapa, nitamwambia kwa kila department yetu sasa tuhakikishe ya kwamba when we have any vacancies, tunaangalia any person wetu mwenye ako able differently na anastahili, tutakuwa tunawaweka. Jameni, tusikilizane ya kwamba mimi kwenye haya mambo ya kufanya kazi na nyinyi sina sababu yoyote. Na wakati nimepita pale, wakati tulikuwa tunaingia, tumeona pale kazi ilikuwa inafanywa hapo na watu wetu wa mama hapo. Nimeona wengine wako na wanashona koti mzuri ambazo safi sana, ambayo wanasema wanashona na wanasaidiana na walemavu. Nimesema uniform zote zenye tutaweka za wafanyikazi wetu wa county, hao wafanyikazi wenye wanafanya kazi ya parking wanavaa kabuti, wenye wanavaa hizi shati. Sasa kuendelea mbele, wala wakiweza, nimesema hao ndio watapewa hiyo kandarasi. Ndio hizo pesa zirudi kwa watu wetu wenye ulemavu, watusaidie. Wenye wamekuja pale, kuna mama mwingine hapo nimeona ako na ulemavu kidogo, na alafu anasema anataka mashini ya tutamsaidia ashone, tumnunulie hiyo mashini. Niliona hii group yetu ya care ya kwamba wanatengeneza hizo miguu ya kusaidia watu wetu kama mtu wako na ulemavu. Na President pale tuliambiwa na Madam aliyekuwa akituambia pale, anaitwa nani yule mwenye alikuwa hapo akituambia hayo mambo ya hapo, lakini alisema hiyo miguu sio ya bure, iko na gharama, na ikiwa na gharama unaweza pata mtu mwenye ulemavu anahitaji hiyo mguu ndio aweze kutembea, na kama anataka kufika mahali hana hiyo pesa. Mimi nimesema tuungane, na nimemwambia waziri wangu pamoja na chief officer tuungane, ndio tuone vile tutashikana na hiyo hospitali, ndio tuwasaidie pia wenye ulemavu, tuwapatie hiyo miguu. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo hata hiyo tutashirikiana, we ensure ya kwamba tutashirikiana nao na wapate hiyo miguu, hata kama ni pesa itakuwa si tunatoa, tutatoa. Hayo mambo mengi yenye tumeulizwa siku ya leo, kwa vile kuna watu wengi wamekuja hapa wamesema, ya kwanza watu wetu wa volleyball mliomba uniform, mkasema mnataka uniform ndio muweze kucheza, mkasema mko na neti, mnataka neti na vifaa vingine vya kucheza. Sasa waziri wangu wa sport
Nafikiri ofisi yake iko hapa ng'ambo, hata kama hayuko hapa najua nasikia akiwa kwa ofisi. Lakini county secretary yako hapa. Sasa hizo neti na uniforms tutawapatia. Na sijui ni nani alisema sisi hatu support sport ya watu wetu walemavu. Tuna support. Hiyo timu yenye mumeomba kulipiwa fare ya kuwa mnaenda, mimi nitakuwa nikiwalipia kila siku. Ndio nyinyi wawili my friends, nyinyi mnaenda Nyayo Stadium, nitawalipia. Ndio mwe huko mpaka hiyo swimming mtuletee medali bwana. Sawa. Timu yetu hii yenye wakucheza huyo hii instrument umeomba tuwasaidie, na instrument tutawasaidia. Timu yetu ya hao deaf, na asante sana umetupatia huyu jamaa mwenye anaendesha pikipiki. Nimesema akae ng'ambo hii ndio tuweze kushauriana naye baadaye tuone vile tutamsaidia. Even your team tutawasupport naye hata hao. Then tuone ile kazi yote tunafaa kufanya ndio tufikishane mahali ile tunayofaa. Jameni, wacha nimalize kwa yale mambo yenye ya kiserikali yanatuhusu. Kwa vile tuliomba mambo kadhaa hapa na Mheshimiwa Mbasha. Ya kwanza ikiwa haya mambo ya basari. Kutoka sasa kuenda mbele, na tutaanza siku ya leo. Our people living with disabilities, kutoka leo mtakuwa mkipata basari zenu tofauti. Ndio tusikue na hali ambapo wengine wenye wako na nguvu, wengine wako na mwili ambao wanaweza kusukumana na wengine wanasukumana na watu wetu with disability wakiwa wanatafuta form. Sasa leo mtaenda nyumbani na form zenu 1200. Tutapatia hizo group zenye ziko hapa, mtapatiwa 120 mtapewa, muende mgawe kwa kila sub county. Mpatiwe, alafu kila mtu aende agawie yake. Sawa jameni. Na kutoka sasa, Madam President na timu yako, wakati wa basari, mnajua nilibadilisha mambo ya basari hapa Kiambu. Tulisema sasa basari tunapeana mara 3, kutoka Januari tunapeana mara 5. Ikifika wakati wa basari unakuja kama Wakenya wengine mkiwa na timu yako, tunawapatia basari, na basari nazo tukiwapatia muhakikisha kwamba kila mtu anapata yake. Sawa. Huyu Mbasha hawachangi mimi nikae na amani kwa hiyo ofisi. Nikikaa ndio huyu Mbasha wapi basari, nikikaa wapi basari. Sasa wewe Mbasha, sasa kutoka leo wewe basari zenu mumepata, ama namna gani? Ndio tupange hayo mambo. Nafikiri pia nilikuwa wapi msanii aliniomba pia tumsaidia afanye video, na hata yeye akuje hapa tutamuonesha mtu yangu. Yes, that's okay. Unaweza kuketi tu, lakini utashauriana na huyo jamaa kwa hapo, mpange hiyo video yako yenye tumefanya ku dance hapa pia tutakusaidia. Alafu nafikiri tusikilizane, kwa vile kuna mambo mengi hapa nimeandika yenye mlikuwa mumeomba. Nitangaze tu kama governor ya kwamba mahali ambapo hawa waheshimiwa waliongelea, ya kwanza ni juu ya sheria yetu, hii sheria ya kuhakikisha ya kwamba walemavu wanapata hizo haki zote zenye zimewekwa na hiyo sheria yenye inaongozwa na Mheshimiwa Eddie. Mimi kama governor naiunga hiyo sheria mkono. Na kwa vile nilisikia Mheshimiwa Mbasha akisema ati inahitaji nguvu kidogo kuongezwa, hiyo nguvu mimi nitaongeza ndio hiyo sheria ipite. Tusikizane pia ya kwamba nilishapeana amri mbeleni ya kwamba mtu yeyote ambaye ana ulemavu hafai kulipishwa pesa ya leseni ya kufanya biashara hapa kaunti ya Kiambu. Na kwa hivyo kuendelea mbele, sisi tutawapatia hiyo nafasi bila kuwalipisha. Ukianzisha biashara yako lete, sisi tunakupatia leseni na hatutakulipisha. Fanya biashara yako ndio na uweze kusimamia watu yako, na nafikiri hiyo itasaidia watu wetu. Tusikilizane pia ile pesa ya registration, nilisema hiyo pesa tunaondoa.
na itaondoka. Hatutakubali ilipishwe tena kwenye kaunti yetu ya Kiambu, na najua kwenye nchi yote ya Kenya, najua hiyo ndio itakuwa mtindo kwa vile rais wetu anatupenda. Sasa nimalize na kuongea juu ya haya mambo ya kujiandikisha kwa afya ile tunaita Kiambu afya. Na najua watu wengi hawakutokea kujiandikisha. Jameni, nataka niwaambie wana Kiambu wenzangu, nilipeana nafasi ndio watu wetu wote wajiandikishe, na najua wengi wenu labda hamkupata nafasi. Mujiandikishe kwa vile tuna kadi inaitwa Kiambu afya. Hiyo kadi inakupatia msaada na manufaa mengi. Ya kwanza, hiyo ni kadi ya familia yako mzima. Hiyo ukiandikisha mzee, peana jina ya mama, watoto, hiyo inasimamia familia. Mama ukiandikisha, peana jina ya mzee na watoto, inawasimamia nyinyi wote. Ya pili, yale magonjwa yote yenye hakuwa inasimamua mbeleni na kadi, ugonjwa wa high blood pressure, ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa cancer, hayo magonjwa hajakuwa mbeleni yakisimamiwa na kadi zozote. Lakini hii yetu ya Kiambu afya tunasimamia hayo magonjwa yote. Tafadhali jiingize kwenye hiyo kadi, nitawaambia siku gani. Na ya tatu na muhimu, mnajua vile shida huwa nyumbani wakati mtu ameaga dunia na labda alikuwa na bili ya hospitali. Ya kwanza ni kukazwa na bili, mungangane harambe ndio bili lipwe. Ya pili tena pesa za gharama za kwenda kupumzisha ule mtu. Sisi tumetoa huo mzigo na hiyo kadi yetu ya Kiambu afya ama Wamatangi care. Hiyo kadi unachukua, kama kwa bahati mbaya mtu wa familia hiyo yeyote ako kwa hiyo kadi, mtu wa familia akiaga, hiyo kadi bill inalipwa. Ya pili, unapatiwa shilingi 1,100 cash ya kwenda kumaliza hiyo kazi nyingine. Kwa hivyo ile shida yenye ilikuwa mbeleni nyumbani, hiyo inakwisha. Hayo mambo yenye Mbasha aliuliza hapa tena, mambo ya utu tushui, sasa tutapanga mpango tofauti tena na nyinyi. Kwa vile sasa hatutasema ati watu wenye ulemavu wakuje kupiga laini na wale watu. Nitaitisha majina yenye mtanipatia kwenye hiyo kamati ilikuwa hapa. Wakati ya kupeana tushui tunasema hii ni ya walemavu. Wakati ya kupeana fertilizer tunasema hii ni ya walemavu. Kwa wakati ya kupeana kama ni mbegu za kupanda kama mahindi na zingine, tunasema hizi ni za watu wetu wanaishi na ulemavu. Tuko pamoja jameni? Ndio hata nyinyi tuweze kuwainua. Mnajua mimi kama governor nilisema niko na juhudi na jukumu la kuhakikisha kwamba nimewasaidia watu wetu wa Kiambu kutoka kwenye ile shida na mtaro ya ufukara na ukosefu wa pesa. Ndio mnaona nimeanza kuzunguka. Ninapea wakulima mbegu bila malipo, napeana fertilizer bila malipo, napeana toshui huto hiyo kuku bila kuitisha mtu pesa. Ndio wamama mjishikilie, mwanze biashara yenu. Ndio mnaona nimepanga, tumepana basari mara 3. Ndio mnaona sasa tumepeleka madawa kwa mahospitali na tumeanza kujenga mahospitali mpya. Sasa na nyinyi pia nataka muingie kwenye hiyo utaratibu. Tuko pamoja jameni? Ndio niwasaidie pia. Mimi kama governor nilisema kwa vile haya mambo ya shida mimi nayatambua, najua ya kwamba vile ilivyo, kwa vile nimeishi hiyo jinsi. Na mimi ile miaka Mungu atanipa hapa, nitafanya kazi tuache alama ya kwamba hapa kulikuwa mtu alifanya kazi kwa jinsi tofauti vile ilikuwa inafanywa. Tuko pamoja jameni? Ndipo vile wengi wanasema huu ulikuwa ni wakati wake Mwenyezi Mungu, alitupatia nafasi tuje tubadilishe yale hakubadilishwa miaka 10. Na sasa mimi hiyo ndio lengo langu kuu, kuhakikisha kwamba nitakapotoka kwa hii kiti kutakuwa na mambo yenye tutakuwa tumeweka utaratibu mpya wa kufuatwa kaunti ya Kiambu, ya kwamba kufanya kazi kwa kuwajibika na ukweli na uwazi iko na manufaa kwa watu wetu. Ama namna gani jameni? Na sasa ndio mimi mnaona saa zingine na hawa waheshimiwa sasa tuko pamoja, tumeanza kutembea safari moja sasa, tumesikilizana vile wamesema. Wengi wa waheshimiwa wa county assembly wanakubali na wanasema tufanye kazi pamoja. Wachache
wenye labda wanaenda kule wanadanganywa na watu wenye hawataki Kiambu yetu mazuri. Watu wanataka kujifaidi na kujinufaisha, ndio wanaenda kuvuruga na kuchokora watu wetu na wadanganya wengine. Nasema hata hao wachache tunawakaribisha, kujeni tufanye kazi. Hii kaunti yetu ni ya maana kushinda mtu yeyote binafsi. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo mimi kama governor, mimi najua ya kwamba nikifanya kazi vile mumeniamuru, vile mulinipatia kwa furaha na kwa mapenzi, hata naye Mungu atanibariki tukifanya hiyo kazi kwa njia sawa sawa. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo mimi sina mambo mengi. Ile kitu tu nilisema mtakuja kujua kwangu ni kwamba mimi niliweka ufunguo kwa mfuko na nikaweka hapa. Tuko pamoja jameni? Nikasema uizi uishe. Ama nyinyi mnataka namna gani jameni? Nikasema watu waheshimu mali ya wananchi, watu waheshimu. Waachane na kutamani vitu ambayo sio yao. Ama namna gani jameni? Nikasema kama ni mashamba yetu, wachaneni naye tu jameni. Muache kuiba shamba ya wananchi. Enda ujishughulishe na yako. Ukikosa, enda tafuta tu pesa kidogo, nunua hata kama ni karobo. Ama namna gani jameni? Na sisi tunaishi maisha yote moja mzuri. Kwa hivyo sitaki kuongeza mengi. Nataka niwaambie vile mliambiwa ya kwamba hapa sisi sio wachoyo. Hata mkisikia tunafanya kazi kwa nguvu. Ile kitu hatufanyi, hatuibi. Lakini kachakula ya mdomo na ya tumbo iko. Sasa hapo ng'ambo hiyo, sisi tukimaliza tutapata kalanchi sisi wote, si ndio? Tukimaliza kalanchi, sasa hapa hii mpango haijakamilika, wanakamilisha. Nikimaliza hapa waletelete vitu hapa, kila mtu anaenda na tu vitu ya kupika nyumbani. Tuko pamoja jameni? Alafu tuulizane tena kasafari itakuwa namna gani ya kurudi, si ndio? So sasa hiyo sisi tutakuwa tumepanga, ndio ukirudi nyumbani kama ulikuja na boda unarudi na matatu sasa. Kama ulikuja walking sasa unaingia kwa kama matatu sasa. Kama umekuja na matatu sasa unarudi na Uber. Alafu kama ulikuja na kamfuko hakana kitu, sasa hapa kutakuwa na kamfuko unaingiza kamafuta, unaingiza kamchele kidogo, unaingiza kaunga ya kachapo. Sasa ukifika kule nyumbani Christmas inaanza. Ama namna gani jameni? So sasa nyinyi watu ni marafiki zetu na tunawapenda sana na tutawafanyia kazi sisi. Mimi yangu ni kuwafanyia kazi. Na waomba mwezi wa Disemba nataka tutafute siku moja ama mbili ambapo tutatangaza kwenye kaunti yote nzima ya Kiambu. Watu wetu watokee kujiandikisha mara ya mwisho kwenye hiyo kadi mmesikia nikisema. Ukisikia tumetangaza na kuomba tokea tafadhali. Tusifunge Januari na uwe uko nje ya hiyo mpango. Tuko pamoja jameni. Mimi nawapenda sana jameni. Na mimi najua hata nyinyi mnanipenda. Ama namna gani? Na najua mnapenda hii Kiambu yetu. Na mnataka Kiambu yetu ikuwe nzuri, sio? Basi sisi tutafanya kazi na nyinyi. Mkituona mnaona serikali wazi na watu wenye wamekubali kufanya kazi kwa kuwajibika. Hawa MCA wetu ni watu wazuri sasa, hata nao tunatembea pamoja. Tumeshirikiana kumaliza shida yetu. Si Mungu awabariki na watende vyema. Alafu sasa hii mambo ingine sasa tuanze tu pole hapa, si ndio? Tutaanza na chakula huko. Chakula ikimalizika tunaketi vizuri vile tumeketi, alafu hawa watembee hapa hivi na kutuletea kitu kwa heshima nzuri bila kusukumana. Ukipata hiyo, alafu mimi nitakuwa nikiangalia nikiwa pale, nione kama nikiona unafanya hivi kwa kamfuko, mimi najua mambo imekuwa sawa. Sasa si basi Mungu awajalie na asanteni sana. Thank you. Basi tupigie gavana wetu makofi mazuri. Asante. Aya, na hizi forms ziko hapa ni zenu za basari. Nitaziwacha hapa, tutapatia wapi Mbasha na timu yako? Mbasha na hiyo timu, Madam President na wengine. Sasa hizi fomu, hiyo timu yote muende na hizo fomu kila sub county. Alafu mkijipanga sasa mtaniambia vile ilivyo. Kama ikikosa mmoja, wawili, watatu hawajapata, mnarudi. Hapa kwangu mimi niko open. Sawa sawa? Kama mmoja ukipata huyo hakupata, mnatuma tena hawa President, Basha, wote, Kevin, Adonija. Hata wewe ukuje bwana. Asanteni. Mungu awabariki, awatende vyema, asanteni. Tunawapenda. Asante. Basi naomba tusimame ndio tupate wimbo wa taifa tafadhali.